Mama, shikamoo. Marahaba. Hongera na huduma unazozifanya. Asante, nashukuru, ni kwa neema tu. Amen. Mama, nina swali, natamani kujifunza kwa namna ya kujifunza kwa habari ya malezi. Tutazungumzia malezi moja kwa moja, lakini mimi kama mama na mimi ni mzazi na waona wamama wengi, kila mama ni kama analalamika kwa habari ya masuala mazima ya malezi. Kila mtu ukijaribu tu anakuambia, yaani usiongee, watoto wako bado wadogo. Hii ni wanatutisha ama ni nini? Yaani sijui kukuta mtu anakuambia mwanangu, yaani anitie moyo mimi mwenye watoto wadogo, mwanangu kadhaa nafanya hivi, lakini wote kama wanakuwa na hali fulani hivi ambayo yenye mshtuko ndani yake. Ni kwa nini hii inakuwa hivi? Kwanza kabisa nashukuru kwa swali lako zuri. Kwa kweli kwa habari ya malezi ya watoto kuna jambo wazazi tunapaswa kufahamu, tunapaswa kulijua. Maana ya malezi ni kuambukiza. Kile mtu unafanya ndicho mtoto wako atafanya, kwa kuwa mtoto asilimia kubwa anajifunza kwa vitendo, na vitendo vile vinatokana na mzazi. Kama mzazi ni wa staa katika mambo yote, na mtoto atakuwa akiwa ni mtu wa staa. Kama mzazi ni mtu wa ibada, na mtoto atakuwa katika ile ibada. Kama mzazi ni mtu mwenye heshima, maadili maana yake, na mtoto atakuwa katika yale maadili. Kwa hiyo maana ya malezi ni kuambukiza. Lakini kwenye lile swala unasema, wazazi wanasema, ukiuliza habari ya mtoto nyamaza kwa sababu wewe watoto wako ni wadogo. Ukweli ni kwamba msingi wa malezi uko kwa baba na mama. Kwa sisi jamii inayomjua Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tunapaswa kuwaeleza hawa watoto uzuri wa Yesu, maisha mazuri ndani ya Yesu, ndipo tunaweza kupata watoto wazuri. Sio kwamba anaposema watoto wako hawajakuwa, anazungumza hivyo kwa sababu kuna ile paniki. Mtoto anamlea mtoto vile anataka mtoto analilia. Kwa mfano, mtoto anakuta anahitaji pipi, hawezi kumfundisha mtoto kwamba hapa tuko kanisani, atakiwa mtoto wangu nimfundishe ale ndani ya nyumba ya Mungu, natakiwa kutoka naye nje ili aweze kula chakula kisha arudi kwenye nyumba ya Mungu. Yaani kwa nini wanasema watoto yani wewe kwa sababu watoto wako ni wadogo? Ukweli kwa maana nyingine unaweza ukaona kama anakuogopesha, lakini uhalisia ni kwamba sisi wazazi tumepoteza nafasi ya kulea watoto. Mahali ambapo mtoto anataka kukanywa, tunasema mwache, huyu ni mtoto. Mahali ambapo tunataka kumfundisha mtoto kwamba mahali hapa ni pa heshima, sio pa kufanya kitu tofauti, sisi tunafanya. Ndio maana wazazi sasa hivi wengi tu unakuta analisha mtoto kanisani, haoni shida. Manake mtoto huyo atakuwa katika hilo, adhani hataona ule umuhimu wa Mungu. Yaani Mungu yule anayemwabudu mzazi wake hamuingii ndani kama ni wa thamani namna gani, kwa sababu yeye mwenyewe anaweza, watu anaimba pale, analisha watoto, mtoto anatoka, mtoto analia maji, mtu ananywesha juisi, mtoto anakula Big G, mama anakula Big G. Mtoto atajifunza nini? Mtoto huyu pia anaposema ukue ni tangu akiwa mdogo, unaanza kumfundisha maneno ya Mungu. Biblia inatuambia mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Lakini ni ajabu, utaona mtoto huyu, mama mzazi amekaa nyumbani, anamchukua mtoto mdogo ana mdogo wake, alafu anamfanya yule mkubwa ndio ambebe mtoto ampeleke kanisani. Je, huyu mtoto anapokuwa atakuwa akiwa anampenda nani?
Kwa vyovyote vile atampenda yule ambaye wakati wote yuko naye. Mama anaenda kikoba, ameacha mtoto mdogo mtu, amebebwa na mdogo mtu. Yaani mtoto anafika kanisani kwanza amechoka, hawezi kusikiliza neno la Mungu, anasinzia, na pia inamfanya mtoto hata kiingia darasani hawezi kusikiliza yale mafundisho, amechoka. Na wakati mwingine wazazi unakuta wana mambo mengi mpaka anasahau mtoto anatakiwa ale chakula kisha aje ibada. Ndio maana hatuwafundishi kumtolea Mungu, hatuwafundishi heshima kwenye nyumba ya Mungu, hatuwafundishi namna ya kumjua Mungu, namna ya kumtolea Mungu. Ndio maana watoto sasa hivi wanakula, unampa sadaka anakula zake na pipi ananunua CBG anafanya hivi, kwa sababu hana malezi yale ya msingi, au hana malezi halisi ya kumfanya mjue yeye Mungu. Amen. Kwa hiyo kwa neno la mwisho kwamba tunaweza tukasema hawa wazazi ambao wanakuwa wanatutahadharisha watoto wako bado wadogo, tukiri ya kwamba ni kwamba kwa sababu malezi ni mchakato, kuna namna walishakosea, ila sasa katika ile taharuki ya kukosea ndo wanajikingia. Mimi naweza nikasema, yaani unajiweka kwenye uzio fulani wa kutahadharisha wengine, bado watoto ni wadogo. Unamwambiaje mama wa hivyo ama mtu wa hivyo? Badala ya kututisha na kuona kwamba imeshindikana, naona ni vema mtu aseme mimi nilikosea sehemu hii, kwa sababu ni malezi, tunajifunza, ajue kwamba hapa nilikosea na hapa nilitakiwa nifanye hivi. Nini mtazamo wako? Mtazamo wangu ni huu hapa. Kwanza, huyu mzazi asiseme wewe watoto wako bado ni wadogo. Akumbuke hata huyu mdogo atakuwa, lakini anakuwa kwenye misingi gani? Hapo ndio anatakiwa jiulize mzazi. Mtoto huyu ndiye ni mdogo, lakini atakuwa kwenye misingi gani? Na ndio maana hata huyu mkubwa hana malezi mazuri, hana msingi mzuri. Ndio maana hata sasa ameonekana hafai. Nisitumie Kiswahili cha hafai, niseme hivi, anaonekana kwamba yani kama hajamshika Yesu vizuri, hajakaa sawasawa, kwa sababu msingi ule ulishaharibika. Kwa hiyo wazazi tujue kuwalea watoto kwenye maadili mema, wafundishwe kumjua Mungu, kusoma neno la Mungu, kuomba pamoja, wafundishwe kufunga, wafundishwe kumtii Mungu, kumjua Mungu, na kisha wafundishwe kumtolea Mungu sadaka. Amina. Asante sana na kushukuru ndugu ambaye unafuatilia ukurasa huu. Tumejifunza kwamba malezi ni mchakato. Pale ambapo mzazi uliotangulia ulikosea, utambue tu makosa, kwamba kuna mahali ulikosea, uliachia watu wengine na wewe ulikuwa bize na majukumu au kufanya makusudi. Lakini ukikubali hivyo, Mungu atakusaidia, na Mungu anajua kurekebisha, anafinyanga, anaweza kusaidia tena na ukaanza upya. Amen. Asante sana na kushukuru sana. Asante sana, Mungu akubariki. Amen.